Siku ya leo ninajua na niko na uhakika ya kwamba Mungu aliyekuleta katika nyumba hii amekuleta akiwa na lengo na kusudi katika maisha yako. Ni wakati wa kanisa ikasimame kama vile kanisa la kwanza liliposimama, ya kwamba tutamtumikia Mungu pasipo kuangalia yale tunayoyaona. Nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu haya ambaye imekubali kutulea, imekubali kutuvumilia na imekubali kutushikilia. Kwa maana katika wakati tulio tunafanya kazi katika anga ingine. Kwa hivyo kile uliona mwezi jana sicho utakachoona leo, kwa sababu tuko katika anga ya kiapostoli. Kwa hivyo kuna mambo katika anga ambayo imebadilika na itabadilika kwa ule atakayekubali kubadilika na hayo. Kwa maana inaweza ikabadilika kwa wengine, lakini kwako ikakosa kukufikia kadri wewe utakavyojitayarisha kupokea hiyo anga. Kwa maana ni anga iliyo ya kitofauti. Kwa maana tumeingia katika anga ya kikitume, na ninajua ya kwamba kuna mambo mengi katika maisha yetu ambaye itaenda kubadilika na tayari imekwisha anza kubadilika. Kumbuka tuko katika wiki ambayo ni za kufuja madhabahu na kujenga madhabahu. Tuko katika hiyo season, lakini itaingia kwa nani na itamfaidi nani? Itamfaidi ule ambaye ataelewa ndiyo majira yake ya kubadilishwa, ndiyo majira yake ya madhabahu zake zikaweze kufujika. Kwa sababu mnaweza mkaanza safari, na mara nyingi tunapoenda mbio katika safari, kila mtu ndani ya moyo wake huazimia yeye ndiye mshindi. Kwa maana tunapoanza marathon, kila mmoja anajuanga mimi ndiye nitakuwa namba moja. Lakini mara nyingi hutokea vile ambavyo ulitumainia ikaweza kuwa, lakini hiyo huwa sio mwisho wako wa kuendelea katika hali ya ushindani na safari. Kwa hivyo mbio zinaweza zikawa zilikuja mwaka jana, haukuweza kufaulu na hukupata ile namba ulitarajia. Langu ni kukuambia kwamba usifujike moyo, kwa maana safari bado ingaliko. Ni wewe tu uandae moyo wako, useme ya kwamba hata kama rasi hii ya sikupata ile namba nilikuwa ninataka, lakini bado mimi niko safarini na ninajua bado ile namba ninatafuta nitaipata. Naonanga watu wakienda mashindano, anaweza akashindwa, lakini hawezi toka katika mashindano, kwa maana anajua iko siku yaja nami nitakuwa mshindi, nami nitapata ile namba ambaye nilikuwa ninatarajia kupata. Asubuhi ya leo nikuambia kwamba usifujike moyo, kwa maana hapo mbele kunao na kunacho kile ulikuwa unatafuta. Nataka tuangalie maandiko. Mara nyingi hupenda kulinganisha vitu ama kupenda kutafuta mifano ya watu waliofaulu ama watu waliofikia kilele cha kuona Mungu. Kwa maana tunajua ya kwamba tuko katika safari iliyo na ushindani mwingi. Kwa maana shetani anajaribu juu chini ili tusifaulu kufika katika destiny zetu. Lakini nasi tumejua ya kwamba Mungu tuliyembeba, hata kama haijawezekana leo, kesho itawezekana. Wakati Petro alipowekwa gerezani,
Maandiko inasema ya kwamba kanisa iliendelea kumwombea, kanisa iliendelea kuita Mungu. Maandiko inasema ya kwamba hawakulala, walikesha wakimuita Mungu kwa sababu ya mmoja wao aliyekuwa amewekwa gerezani. Nao wakasema, hatuwezi tukalala, hatuwezi tukapumzika mpaka ule mmoja wetu aliyeko kwenye shida akatoke kwenye hiyo matatizo. Maandiko ikasema kanisa likaendelea na maombi, kanisa likaendelea na kuomba mpaka usiku huo. Mfalme hakuwa na amani kwa sababu ya mmoja ambaye aliweka ndani, ambaye hangestahili kuwa amemweka ndani. Kazi ya kanisa, kazi ya umoja wa watu wanaoitanishwa na Mungu, kubeba mzigo kwa wale ambaye wamelemewa na kushikilia nafasi ambaye iliyo na udhaifu ili ikaweze kusimama. Maandiko inasema ya kwamba wakaendelea kumulilia Mungu mpaka usiku huo. Ule aliyekuwa amewekwa gerezani akaweza kuachiliwa kwa sababu ya maombi ya kanisa la Mungu lililoelewa kazi yake ni kuomba na kufunga na kuita Mungu kwa sababu ya mmoja akiwa na shida, kuwa na mzigo kwa sababu ya mambo inayohusiana na Mungu. Wakati unapoona kuna njia ya mtu ambaye haiendi sawa, wewe kama mteule unastahili kufanya nini? Wakati unaona nimelemewa kama ndugu yako ama dada yako, ni wakati wako wa kufanya nini? Kama wewe tuko katika mwili mmoja, wakati unapoona mkono umelemewa, ni lazima mkono mwingine ukaweze kusaidia mkono ule ambaye umelemewa. Kwa maana hiyo ndio kazi ambayo tunastahili tukaifanye katika nyumba ya Mungu. Tukalilie Mungu, tukaite Mungu, sio kwa ajili yetu peke yetu, na hata kwa ajili walioko nje ya kanisa ya Mungu. Kwa maana hiyo ndio kazi ambayo tumeitiwa, ili tukaweze kuwaleta ndani ya ufalme wa Mungu, ili wakaweze kukaa katika njia za Mungu. Kwa maana mahali ulimwengu umefika, inahitaji walio ndani wasimame katika nafasi zile ambao wanastahili kusimama. Tuko katika nafasi na Mungu ametujalia nafasi hiyo ya kiutume. Je, tutaenda katika njia ya kiutume? Kwa sababu kazi walizozifanya, kazi walichofanya, ni lazima hiyo roho iwe ndani yetu, na tufanye bidii ili roho ambaye imeachiliwa kwetu ikadhibitike katika maisha yetu. Nataka tusome maandiko katika Wafalme wa Pili 7 mstari wa 3 na ule wa 4. Neno la Bwana libarikiwe. Wakati mmoja Elisha akawaambia kwamba ifikapo kesho wakati kama una majira kama haya, kutakuweko na chakula cha kutosha,
na unga itakuwa haina shida kuitafuta, kwa sababu ni wakati kulikuweko na njaa. Lakini kuhani wa Mungu amenena ile Mungu ameweka ndani yake, ya kwamba majira kama haya kutakuwa na chakula cha kutosha. Na maandiko inasema ya kwamba kukawa na akida ambaye hakuweza kusadiki ama kuamini yale mtumishi wa Mungu alikuwa ananena, kwa maana njaa ilikuwa ni kali mno. Naye Elisha akamwambia, hayo yote ambayo nimeyatamka utajaliwa, utayaona, lakini hautaweza kula kicho chakula, kwa sababu ya kukosa kusadiki kile nabii wa Mungu amelinena. Kwa maana sio nabii amelinena, bali yeye amefanya kutumika. Ni sauti ya Mungu imenena ya kwamba kesho na wakati na majira kama haya hatutakuwa katika hali ya kutaabika. Mungu atatengeneza njia ili watu waweze kupata na nchi iweze kupata na kuondolewa njaa, ili neno la Mungu likaweze kudhibitika. Nabii wa Mungu akanena, lakini akaiacha kwa anga, naye akamaliza yake. Kwa hivyo ni wale waliokuweko wakaweze kutumia hiyo neno ili wakaweze kufanikisha kile nabii wa Mungu amenena. Lakini maandiko inasema ya kwamba kulikuweko na watu 4 walikuweko na ukoma, nao wakawa wamekaa, kila wanapoangalia wanaona hakuna tumaini ya kupata chakula, na kila wakiangalia popote ambayo wamekusudia kwenda, kama ni sokoni wangeenda, hakuna chochote. Lakini kuna mahali chakula ilikuweko, lakini haingewezekana kwenda kwa sababu walikuwa ni Washami, nao ndio walikuwa wameshikilia katika hiyo mahali. Lakini wakakaa wakachunguza, na ninaona kama wanaangalia neno lililonenwa na Elisha ya kwamba chakula itakuweko wakati kama huu, lakini njia ya hizo chakula itatengenezwa na itatoka wapi? Kwa maana ni kweli amenena chakula iko, kama vile nabii wa nyumba hii anasema ya kwamba utabarikiwa, utainuliwa, utafanikiwa. Lakini kila unapoangalia milango ya kupitia, kila unapoangalia njia ya kufanikiwa, unaikosa, kwa sababu walikuwa wanaangalia katika macho ya mwanadamu aliyeshindwa. Lakini ikafika mahali wakasema ya kwamba hata kama tutakaa hapa bado njaa itatumaliza. Kwa hivyo haina haja ya kukaa, ni lazima tuchukue maamuzi ndani yetu, kwa maana hata tukikaa haina njia ingine, njaa itatumaliza. Ni heri tukufe tukisonga tukitafuta, ni heri tukauliwe na Washami, kwa maana tunasikia kule kwao chakula ni nyingi. Kwa hivyo haina njia ingine, ni lazima tuchukue maamuzi. Wakachukua maamuzi ambayo ni ngumu sana, wakasema ni heri tukakufe kwao, lakini neno la nabii ya kwamba chakula itakapatikana, tunajua tu litafanya kazi. Ni mambo mengi ambayo imenenwa katika maisha yetu, ni mambo mengi imetabiliwa katika maisha yetu, ni mambo mengi ambayo tumeyaona katika maisha yetu. Watu wa Mungu wamenena mengi, lakini unaangalia unaona ya kwamba
mengine hata hujayaona, hata mawazo yako haiyawazi. Unaona kama ili neno kwako kibahati baya. Kwa maana Elisha aliponena, sio kwamba njaa iliisha, lakini ilihitaji mtu ambaye atakuwa na uamuzi ndani yake. Aseme ya kwamba neno limesema mimi ni mbarikiwa, na kama limesema mimi ni mbarikiwa, ni nini ninastahili kufanya katika maisha yangu? Ni lazima nijiunganishe katika hiyo roho iliyonena nitabarikiwa. Ni lazima nijiunganishe na hiyo roho ili nikaweze kufanikiwa katika maneno iliyonenwa katika hiyo anga. Nao wakasema, ingawa sisi tuna ukoma, ingawa sisi hatuheshimiwi, lakini hatutaangalia hayo yote. Sisi tutaangalia kufanikiwa kwetu na kufaulu kwetu. Kwa hivyo hatutakaa hapa tukufe hapa. Ni lazima tuchukue hatua ili Mungu akaweze kuintervene. Kuna mambo katika maisha ya mwanadamu ambaye haitakuwa rahisi kufanikiwa mpaka utakapokaa na ile hali ambayo uko, useme ya kwamba ni kweli mimi nina ukoma, ni kweli wameniona mimi nina ukoma, lakini sitakubali kufa na ukoma nikiwa hapa. Ni lazima nisonge mbele, kwa maana ninaelewa kusonga kwangu naye Mungu ni lazima ataingilia kati. Kwa hivyo wakachukua hatua, wakasema sitaishi hapa, ninaenda kiwango kingine. Na maandiko inasema ya kwamba wakaanza safari. Sijui ukoma wao ulikuwa wapi, sijui ulikuwa kwa miguu ama ni kwa mikono, lakini jambo waliloliamua ni kwamba hatutakufa hapa. Ni lazima tukamtafute Mungu, ni lazima tukatimize neno la nabii ya kwamba chakula inakuja. Maamuzi yaliyo magumu, maamuzi yaliyo mazito, wakati ambapo kuna njaa. Kuna watu ambaye si walemavu, kuna watu ambaye wana misuli yao, lakini ndani yao hakuna kitu, kwa sababu ndio ifikie wanaukoma kufikiria, ndio ifikie wanaukoma kuamua. Ina maana kuna watu walikuwa wamelaza imani zao. Ni lazima imani zilizo ndani zetu zikaanze kuchemka kwa ajili ya yale tunayoyapitia. Tusiridhike na tusitosheke na kukaa mahali ambapo hakuna Mungu. Angalia ile kazi unaoifanya. Je, kazi nimeifanya muda mrefu? Je, huyu Mungu yuko katika hii kazi ama alienda? Wakaangalia wakasema, ni kweli hapa tunaishi ni kujisumbua, kwa maana hapa hata tukikaa tutakufa, kwa maana hapa hatuoni huyo Mungu, kwa maana hapa hatuoni hiyo kufanikiwa. Ni lazima tusonge hapo mbele ili tukaweze kufanikiwa. Wengine wetu sio kwamba maisha yetu haiwezi kufanikiwa, sio kwamba hatuwezi kuendelea na kufanikiwa, lakini ni kama tuliridhika na zile hali ambazo tulizipata. Ni kama wengine tunaridhika na kwamba kazi sio nzuri, lakini imefika wakati tuseme ya kwamba enough is enough. Tuseme ya kwamba imetosha kukaa mahali pamoja.
Imetosha kukaa katika kibanda na kudharauliwa. Ni lazima nisonge hapo mbele, hata kama sina uwezo mkubwa, lakini ninajua katika ulemavu wangu wa kukosa fedha, katika ulemavu wangu wa kutosoma, hapo ninajua Mungu ataingilia kati, kwa sababu nimeamua ndani yangu ya kwamba sitakufa katika hali ambayo nilio. Ni lazima nisonge hapo mbele. Mungu tayari amekwisha kutubariki na kutufanikisha, kwa sababu tayari alikuwa amenena kuhusu kufanikiwa na kuhusu kupatikana kwa chakula na kuhusu kupatikana kwa kile walikuwa wanatafuta. Lakini ilikuwa ni lazima mwanadamu achukue hatua ili huyo Mungu akaweze kuachilia kile alikuwa amenena juu ya nabii wake Elisha. Maandiko inasema wakaanza safari. Wanasema ni kweli, nitajifuruta, nitaenda hata kama sina uwezo, lakini kule ninakwenda ninaamini Mungu tayari ameniandalia kile ninachoenda kutafuta. Kwa hivyo wakachukua hatua na wakasonga mbele. Maandiko inasema ya kwamba walipokuwa wanasongea, the more Mungu naye alijidhihirisha kule walikokuwa wanaenda. Kwa maana maandiko inasema aliweka hofu kwa Washami ya kwamba wale wanaokuja sio watu wa kawaida. Mwambie mwenzako, wewe sio mtu wa kawaida. Maandiko inasema ya kwamba wanatembea wakiwa wanne, lakini kwa kule wanasikia ni vishindo, ni jeshi linakuja limeunganika, ya kwamba hatuwezi ngojea, ni lazima tuwapishe, kwa sababu sio watu wa kawaida. Kuna watu wataondokewa njia, sio kwa sababu wameenda kwa uzito, lakini kwa sababu ya ule Mungu ambaye wanaenda kuwakilisha. Kuna njia ambaye hutaweza kuielewa vile imefunguka, kwa sababu sio wewe. Wewe kile unahitaji kuwa nacho ni uamuzi ya kwamba ninaenda katika mahali pa kufanikiwa. Mungu niongoze. Ninaona maombi yao ndani ya mioyo yao, wakisema ni kweli, katika macho ya wanadamu hatuna dhamana, lakini Mungu tunaomba kwako tukapate kibali, ili kule tunakoenda tukaweze kufanikiwa na tukaweze kufaulu. Kile unahitajika ni maamuzi yaliyo na Mungu ndani yake. Kwa maana katika hiyo maamuzi iliyo na Mungu, hapo kunapo kufanikiwa. Katika maamuzi ambayo utatanguliza Mungu, ni lazima utapiganiwa na Mungu. Wana ukoma, wanatembea, na hata ukiangalia utaona watu wanauliza hawa nao na miguu zao hizi ambaye hazitembei vizuri na mikono yao ambaye iko nusu, ni wapi hawa wanaenda? Lakini hawakuelewa ya kwamba ndio ambao wangetimiza ile maono mtumishi wa Mungu alikuwa nao. Usidharau mtu katika umbo lake, usidharau chombo katika vile kilivyo, kwa maana kinaweza kikaonekana chombo dhaifu, lakini hicho chombo ndicho kimebeba Mungu. Maandiko inasema akapanda juu ya punda ambaye haikuwa na heshima kwa wanadamu wa kawaida,
lakini ikatumika ili ikalete wokovu. Usivalue ni nini kinakusongeza kwa Mungu. Ni tusimame tujue ya kwamba Mungu ametuita, na ametuita katika haya majira ambayo inaonekana ni kama injili na vita nyingi, lakini hapo ndipo Mungu amekupanda katika hapo. Lakini ninajua ya kwamba yeye ni Mungu wa vita, naye wakati unamwambia nipiganie, yeye anaingilia kati na njia inapatikana. Haijalishi uzito wa wale wanaoindana na wewe, haijalishi upana wa wale wanaokutafuta, haijalishi ni namba ngapi inaokutafuta. Kwa maana walikuwa wengi, lakini watu 4 wakabadilisha hali, kwa sababu ni watu 4 walikuwa na Mungu ndani yao. Ni watu 4 walikuwa na uamuzi ndani yao. Neno la mtumishi wa Mungu likaweza kutimia, kwa sababu hilo neno liliingia kwa watu ambao walikuwa na uamuzi ndani ya moyo wako. Haihitaji watu 100 ili ukaweze kufanikiwa na kufaulu. Inahitaji uamuzi wako ulio na Mungu ndani yako. Sio kwamba injili ni rahisi, lakini inaweza ikawa rahisi kulingana na vile wewe utakavyoweka mbele zako. Kwa sababu tumeona katika injili kuna kufanikiwa. Unapata mtu ameingia leo na kesho mambo imebadilika, kwa sababu alipoingia kuna maamuzi aliweka ndani yake ya kwamba nimeingia katika hii wokovu, lakini sitaki kuwa kama vile ninavyoona kule. Mimi Mungu nimeingia ili nikatembee kama vile mitume walivyotembea, ya kwamba uoga sio sehemu yao. Wenye ukoma wakafanya mambo ibadilike, na wakafanya neno la nabii kaweze kutimia, kwa sababu ya maamuzi yaliyo bora na maamuzi yaliyo na Mungu ndani yao. Hiyo kitu ambayo unakimbizana nacho, kwa maana ukigoja kufanikiwa kwa ajili ya kutiwa moyo na wanadamu, utaenda chini. Ile iko ni wewe ujue kuhani tayari amekwisha kunena katika maisha yangu. Kile ninahitaji kutembea nacho ni hilo neno alilolinena kwangu. Kuwe na upinzani, kusiwe na upinzani. Kufaulu kwangu sio tafadhali, ni uhakika. Kwa sababu waliambiana, ni kwa nini tukufe tukiwa hapa, na kile kitatua hapa ndicho kitatua hata tutakaposonga kule mbele. Kwa maana shida yao ilikuwa ni njaa. Ukikaa utakufa na hiyo njaa. Ni lazima tutembee, ni lazima imani zetu zianze kufanya kazi. Maandiko inasema walipoenda wakafika na wakaweza kukuta Mungu tayari amekwisha wapigania. Kwa maana walipochukua uamuzi, hapo ndipo Mungu alianza kuwapigania. Walipoamua ndani ya mioyo yao, hapo ndipo Mungu aliingilia kati na akaanza kuchanganya Washami, ya kwamba kuna watu wangu mahali wameamua kuja katika mji,
na kwa sababu ni watu wangu, ni lazima niwaandalie njia kabla hawajafika. Mungu anatengeza njia pasipo wewe kuelewa. Mungu anaweza fungua mlango pasipo wewe kuelewa, kwa maana wao wenyewe hawakujua, hawakuelewa vile Mungu alikuwa anawapigania huko walipokuwa wanaenda. Bali maandiko inasema ya kwamba Mungu alitangulisha jeshi lake likaweze kuwapigania na kuwatetea. Kwa hivyo wao kuingia kwao, walienda kuchukua vile vitu walikuwa wanahitaji. Mwambie mwenzako, vita sio vyetu, vita tuachie mwenyewe. Kwa hivyo wakapiganiwa na Mungu. Maandiko inasema ya kwamba wale walisikia kama ni watu mamia na maelfu wanakuja kwao. Yaani kumbe mtu akiwa amebeba Mungu, hata wale waliokuzunguka hawawezi wakakuelewa. Ukiwa umebeba Mungu, hata zile shida dogo dogo haziwezi zikakuelewa, bali watakuwa na mshangao, ilifikaje huyu mtu akawa mahali amefika? Imefikaje huyu mtu akafanikiwa kiasi hicho na bado sisi tulikuweko? Kwa maana kufanikiwa kwako sio wao watakapotia signature. Tunaye Mungu ambaye anatutilia signature kule tunakoenda, ya kwamba ninaenda katika hali ya kutafuta biashara, lakini Mungu anitangulie huko ninakoenda, ili nitakapofika nitapata faili yangu ishamalizwa, ni mimi niingie nianze kufanya kazi yangu. Moyo wa mtu asiyoangalia hali ya kile kimemzunguka, kwa sababu wangeangalia jamii zao vile walikuwa wamewatenga, wangeangalia zile madharau walikuwa wanafanyiwa, hawangeweza kuwa na courage ya kwamba tuwe na uamuzi wa kwenda kule ambapo tunasikia chakula ziko. Lakini kwa sababu walifuta hizo historia kwao, wakafuta hiyo madharau kwao, hizo nafasi zote wakamwambia Mungu, ingia hapa katika hii matusi ambayo nimetukanwa, ingia katikati ya hapa, kwa maana ninajua ukiingia ndani yangu, kile walikuwa wanaona kwangu hawatakiona tena. Inaweza ukawa na udhaifu, usiwe na hofu kumhusisha Mungu. Mwambie Baba, ingilia kati, kwa maana ninaelewa unapoingia kati ni lazima kufanikiwa kwangu nitafanikiwa, kwa sababu sio wote watakaye kusongesha kwenye hizo baraka zako, sio wote watakusongeza katika destiny zako. Hata wale wa hapo kwako nyumbani, sio wao watakaye kusongeza, na kama watakusongeza ni Mungu ataingilia kati ili wakaweze kukusongeza. Wacheni tumtumikie Mungu pasipo kuangalia hali zetu ama udhaifu wa kwetu ama kule tulikotoka. Wacha tukaangalie Mungu kama Mungu. Wacha tukaangalie Mungu kama Mungu anayefanikisha. Kwa maana kufanikiwa kwetu sio kwa sababu ya kule tulikotoka, ni kwa sababu Mungu amesimama nasi. Kwa maana kama ni kufanikiwa, kulikuwa na wengine hawakuwa na ulemavu
au ndio ambaye wangewafanikisha wakaweze kupata chakula. Lakini Mungu alitumia chombo kile ambacho kilikuwa kimedharauliwa ili kikaleze kulete anga iliyokuwa imepotea. Mungu anaweza tumia mwanadamu ya yoyote ili ukaweze kufaulu, kwa sababu ni ukweli. Kama ni kutumwa, kuna watu waliokuwa na nguvu, kuna watu wangekimbia mbio, lakini Mungu aliona hawa wanne na udhaifu wao, akaona hawa wenye udhaifu ndio watakayefanya jina langu likatukuzwe. Hawa walio na udhaifu ndio ambaye watasababisha heshima iliyokuwa imepotea ikarudi. Haijalishi muonekano wako vile unavyoonekana, haijalishi, inawezekana hawaoni umuhimu wako. Kila wanapoangalia kwako wanatafuta ule udhaifu. Hata kama kuna mazuri hayo hayawaoni, kwa sababu hawawezi ona kufanikiwa kwako. Lakini ni heri yule mtu anayemtumainia Mungu 100%, ya kwamba kufika mahali ambapo nimefika ni Mungu, na hata hii hatua ingine ni Mungu atakayenifanikisha. Jioni ya leo tunaongelea watu waliokuwa na ukoma, lakini kuna watu walikuwa na nguvu na fedha na vitu vyao, lakini hatuwaongelei kwa sababu Mungu hakupitia kwao. Mungu anaweza akapitia kwa hako kaudhaifu ambaye wanaona kwako. Mungu anaweza akatumia hiyo udhaifu Mungu kujionyesha ya kwamba ana nguvu, naye hana ubaguzi anapoamua kubariki. Nchi zima ikafanikiwa na ikafaulu kwa sababu ya watu hawao kuwa na dhamana na hawao kuwa na muhimu kwa wengine. Ni kwa nini unaachilia moyo wako uchoke kwa sababu ya yale mambo unayoyapitia na kudharauliwa? Katika hiyo hali ambayo unayopitia, mwambie Mungu, ninaomba ukapitie katika hii wanaona ni udhaifu. Mungu ukatumie udhaifu wangu kufanikiwa kwao, kwa sababu Mungu kile anapochagua na kile anaotaka kuinua, yeye hana budi kukiinua. Kwa maana wengi kufujika moyo, sio kwamba safari imekuwa ni ndefu, lakini kwa sababu katika safari kuna kufujwa moyo na wenzako, kuna kufujwa moyo na wale ambao wamekuzunguka, kuna kufujwa moyo na ule uko naye kwa nyumba moja. Unaona ni kama sio wewe uliyestahili kwenda, sio wewe uliyestahili kuwa katika hiyo nafasi. Lakini niko na habari njema kwako, nikwambia huyo Mungu aliyewafanikisha hao, huyo Mungu aliyeleta heshima kwao, huyo Mungu aliyepitia kwao, huyo Mungu ndiye tunayemwabudu asubuhi ya leo. Hakuna Mungu tofauti na ule ambaye aliyetembea na mitume. Ni jinsi wewe utakavyomweka ndani yako, ndivyo Mungu atakavyokaa ndani yako. Ukiweka huyu Mungu akiwa mkubwa kwako, ndivyo Mungu atakavyokuwa mkubwa kwako. Gideoni anamwambia Mungu, nithibitishie kama wewe ni Mungu ambaye unaongea na mimi.
Nithibitishie, kwa maana sauti zimekuwa ni nyingi. Bwana, nipe uhakika. Naye Mungu akajibu Gideoni kwa ishara na miujiza. Wanaweza wakasema hauna Mungu, wanaweza wakasema hautafanikiwa, lakini wewe ndani ya moyo wako ni nini ambayo kiko ndani yako? Kwa maana wakisema sitafanikiwa, kwangu ndio wananiweka mafuta ya kufanikiwa, kwa maana ndani yangu siwezi nikakubaliana na zile hali ambazo sio za kwetu. Kwa maana za kwetu ni kwamba kwetu kila kitu kiko sawa, kwa maana Mungu ameyafanya mambo yote kwetu iwe sawa. Lakini kwa sababu ya wasiwasi wa mwanadamu na kuwa na kutoamini ule Mungu unayemtumikia, hapo ndipo unakuta ya kwamba tuna fail kufika kule tunastahili kwenda. Maandiko inasema Yesu akawa anatembea juu ya maji, lakini mwanafunzi wake akamuuliza, Rabi, ninaweza kuja mahali huko? Wakati alipokuwa anajibu akimuuliza, imani yake ilikuwa imefurika. Lakini alipochukua hatua ya kwanza, imani ikaanza kupungua. Ni kwa nini imani yake inapungua? Kwa sababu anakosa kufocus na ule aliyemuita. Anaanza kufocus na dharuba zile ambazo anaona zikija kwake. Focus na ule aliyekuleta katika wokovu. Focus na ule Mungu aliyekuita, kwa sababu dhoruba ziko, lakini aliyetuita ana nguvu kuliko hizo dhoruba. Maandiko inasema akatazama dhoruba vile zilikuwa zinapigana, zikapunguza Yesu akiwa ndani yake. Kuna vitu tumeona katika maisha yetu ambayo zimepunguza huyu Yesu katika maisha yetu, kwa sababu wengine tumeona vita tukakosa kuona vile Yesu huwa anatupigania. But aliyekuita sio wao. Focus with Jesus. Aliyekuita hata sio bwanako, aliyekuita sio mke wako. Aliyekuita ana nguvu kuliko vyote. Wewe endelea, hata kama itakuwa ni ngumu. Wewe mwambie Mungu, nimeamua kubeba msalaba, kwa sababu ninajua iko siku inakuja. Iko siku inakuja, hawataongea kuhusu ulemavu wangu, wataongea kuhusu Mungu wangu. Iko siku inakuja ambaye hawataongea kuhusu ukoma waliokuwa wanaona kwangu. Watabadilisha wimbo wao na waanze kuimba wimbo wa Mungu wangu. Inawezekana wakaiba shida zako. Inawezekana wimbo ulio ndani yao ni shida zako. Inawezekana wimbo ulio ndani yao ni kwamba ule amejawa na ukoma, ule amejawa na shida na matatizo, ule amejawa na matatizo. Hiyo ndio wimbo ambaye uko ndani yao.
hata hawahitaji mtu wa kuwaongoza katika huo wimbo. Wao wanapokuona wanajua wewe ni matatizo, wanajua wewe ni ule mwenye ukoma, wanajua wewe ni ule ambaye huwezi ukafaulu katika maisha. Lakini Mungu anakuja, Mungu anaingia kwako, Mungu anabadilisha ule wimbo walikuwa wamezoea, ya kwamba hawa ni wale wakoma wenye ukoma wanne, hawa ni wale wenye ukoma. Lakini ikafika mahali wakaanza kusema wale ni wale watumishi wa Mungu, wale ni wale watu ambao wanamtumikia Mungu, wale ni wale wamefanya nchi yetu ikawa na amani. Inawezekana kukawa na uchungu kwako leo, inawezekana vita zikawa zimeongezeka na hata heshima yako ikawa imetwaliwa. Lakini the day, siku inakuja, siku inakuja, siku inakuja ambayo watasema hakika tulipiga kile ambao hatukukichua, tulidharau ule ambaye hatukumuelewa. Ole wetu, kwa maana tungejua maybe maisha yetu ingekuwa imebadilika. Mwanadamu, usichoke, usichoke kukaa katika njia za Mungu, usichoke kwenda katika kule unastahili kwenda kumtumikia Mungu. Inaweza ikawa ni uchungu leo, lakini kesho kwako ikawa ni sherehe. Inaweza ikawa ni uchungu leo, lakini kwako kesho ikawa ni sherehe na kufurahia kile Mungu amefanya ndani ya maisha yako. Hata ule mama aliyenizaa leo hii ukimuuliza atakwambia kuna Mungu, kwa maana kuna wakati alijua mtoto wake kama mtu aliyepoteza raha ya maisha. Mamangu, Mungu ambariki mahali aliko, kwa sababu angeangalia zile tabia nilikuwa nazo angeweza kuchoka na mimi. Sio mama anaweza kufurahi wakati mtoto wake anakuwa ni chokora, lakini ni heri tuvumilie, kwa maana siku inakuja, iko siku inakuja. Huyo mtoto umeona kama ni mwiba kwako, huyo mtoto umeona kama ni machungu kwako, Mungu akabadilisha njia na heshima ikaingia katika maisha ya mtu aliyedharauliwa. Usi give up kwa sababu ya sauti zao. Tembea ukijua ule Mungu aliyekuita katika nyumba hii, ule Mungu aliyekusongeza katika madhabahu haya, kile kinazalishwa katika haya madhabahu, ukamwambia Mungu, nimeteseka ya kutosha, lakini nimetambua katika hii madhabahu ninayo sehemu ambaye inaweza ikanifaa. Haijalishi vitu vyetu na chakula zetu ziko wapi. Maandiko inasema hakukuwa na chakula mahali popote, lakini chakula zilikuwa zimebakia kwao. Lakini watu waliokuwa na ukoma wakatabua ya kwamba chakula mahali kilipo, Mungu ataweza kutufanikisha kuzipata. Wakaweka uamuzi ulio na Mungu ndani yao. Tunaenda kwa sababu nabii alisema tutafanikiwa. Tunaenda kwa sababu apostol wa nyumba hii amesema ya kwamba baraka ni sehemu yetu. Sitatembea na uoga, kwa sababu nimejua na kuelewa
linatumika katika anga ya kiapostolic. Hapo ndipo niko, na kile ambacho sikufanya mwaka jana nitakifanya leo, na zaidi ya vile ambavyo walikuwa wamedhania. Kwa maana kuna mambo Mungu ameweka kwetu, lazima tufanye uamuzi ili tukaweze kufanikiwa kusifikia. Kama sio uamuzi, wao hawangeweza kufanikiwa na nchi haingeweza kupata chakula. Hapo ulipo usijidharau. Mungu anakutumia vile ulivyo. Tusimame kwa miguu yetu. Usijidharau katika maisha yako. Usiangalie ile hali umekuwa ukipitia. Angalia ule Mungu unakuwa ukitembea naye. Kwa maana vile utakavyomweka ndani yako ndivyo ambavyo atakuja ndani yako. Achilia Mungu akaweze kukutawala, na wacha Mungu wako akawe ni mkubwa ndani yako, ili ukaweze kufanikiwa na ili ukaweze kufaulu. Vile utakavyomweka, ukiweka Mungu awe mkubwa ndani yako, huyo Mungu anakuwa mkubwa ndani yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tu ndani ya moyo wako, tuko katika season ambazo ni za kufuja madhabahu na kujenga madhabahu. Wewe ndio unajua yale unayowapitia. Mara nyingi kupitia sadaka zetu, kupitia fedha zetu, kupitia mapato yetu, Mungu anataka akajidhihirishe kupitia kwa hizo. Kwa hivyo asubuhi ya leo, kuwa kama wao wanne waliamua, na wewe asubuhi ya leo ukasema ya kwamba hata sadaka yangu ya siku ya leo itakuwa na utofauti. Sadaka yangu ya siku ya leo ni kwamba nitaifanya iwe na maamuzi ndani yangu, kwa maana ninajua kupitia kwa maamuzi kuna kufanikiwa. Katika hiyo hali, ningetaka kila mmoja ukaweze kutafutia Mungu sadaka iliyo nzuri, sadaka iliyo na uamuzi ya kwamba nimeamua hata kupitia kwa sadaka zangu mimi mambo yangu imebadilika. Ukitoa sadaka yako, simama na sadaka yako, kwa maana nataka tutoe sadaka kwa sababu kuhani wa nyumba hii yuko mahali hapa, Apostle James Maina, na kwa sababu wako mahali hapa, ningetaka tu usimame kwa heshima mahali popote huko. Simama tu na sadaka yako.